Tusome kitabu cha 1 Timothy chapter number 4 from verse number 6. 1 Timothy from verse number 6. Thank you. Uwakumbushe ndugu mambo haya, naye utakuwa mtumishi mwema wa Kristo Yesu na mzoefu wa maneno ya imani na mafundisho mazuri yale uliyoyafuata. Unaona? The Bible is expressly there telling us how to behave, how to live, and how to be. How to be in a church of God, how to be in an altar of God, how to behave like children, daughters and sons of the kingdom. Uwakumbushe ndugu mambo haya. Bwana Yesu asifiwe sana. Nawe utakuwa mtumishi mwema. Kukumbusha, yani tunakumbushana kama hayo maneno nimewaambia. Ni kuwakumbusha, nimewakumbusha. Na mimi nitakuwa nani? Mtumishi mwema. Because hapa ni utumishi. Bwana Yesu asifiwe sana. Hapa ni utumishi. We are here servants. We are servants of the Most High. So when you are a servant of the Most High, you act as servant. Kama wewe kazi yako ni kutengeneza chai, hiyo ndio kazi yako. Na unapikia watu wote chai mpaka yule unachukia. Kinyagetumia kile wana wakata hika. Unamtengenezea chai. Na pancake. Kinyagedhuri kile wana ya cake kidogo karibu okay minyoo zimeanza kupika hivi because you are a servant. Build a servantship character in this church, in this altar. Build that character of being a servant. Walk in the character of a servant. Be humble. Don't do things unilaterally. Usifanye maneno eti kwa sababu eti umeona sasa mimi nafanya na nimepatiwa ka responsibility. No. A responsibility given to you, it is not for you to do things unilaterally. It is a responsibility to consult with others. Bwana Yesu asifiwe sana. Consult. Hata kama ni hii mahua mnaweka hapa, consult. Kuna wengine mko na wao watu watano. Waulize tukiweka hapa ni namna gani? Si eti hauna akili, lakini muhusishe. Ndio kila mtu a feel part of you. Kama ni hapa ukiona hapa mnapagusa, hata kama uko na akili ya kupagusa, uhusisha yule mtu wako karibu na yeye. Ndio hata yeye a feel. Neither to thabirie kanithe. Neither to thabirie, neither to fagire mahwa macio. You see, a feel part of the family. That way you build a foundation that nobody can be able to shake. You build a foundation that nobody can be able to come and stand against you. You will be able to conquer every. But if you come because you are whatever you think you are, and then you do things and command things, you will command on today, tomorrow you will not be able to command. Because the grace for you to command itaondoka. Maana shetani tushafukuza shetani hapa. Na huyo shetani ndiye alikwambia ucommand. Na tushamfukuza. Unaona sasa bosi wako ametoka. Sasa itabidi hata wewe utoke. Maana your boss around. Kama ni intercessory tukisema hivi ndivyo tutakaa. Hivyo ndivyo tutakaa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwenye maombi lazima tunahusisha kila mtu. Tunapanga, because by doing so you build a family. You build a character in that family that wanasema idhue motugo ito niyo tuikaraga o. This is our character. Oh ni motugo ito. But when you come unilaterally, kwa sababu wewe unakuja unakaa pale na unafanya maneno kivyako ama unatengeneza kakikudi kako. Munakaa na kakikudi ati yaka ndio kanafanya decision, haka kingine mnapiga haka kingine kanapiga hapa, unakuwa you have killed your child. Involve everybody in the decision. Hata kama unajua you are right, involve them, carry them alongside, because kuna mahali unaweza fika, ukifika ukishindwe kuendelea kwa sababu haujui hapa ulijua lakini pale haukujua, na ule uliacha pale nyuma ulimuignore, kumbe yeye anajua wapi, na kumbe ndio ako na kifunguo ya pale.
Sasa unaanza kurukaruka, unashindwa utarudije kwenda kumwambia kuja unisaidie, maana ulimchukulia wana. Bwana Yesu asifiwe sana. Ulimchukulia utoto, ulimchukulia ukaona ni kama hafai. Ate niye nichuka kako nisipopitisha nothing can go through. Yako. Lakini ya Mungu itapitishwa na kila mtu, because all of us we have a part to play. All of us kuko na kamwanya ambako lazima tuzibe, na inakuja kwa sababu ukiangalia hiki ni kinono, haka ni kaibaba, hiki ni kinono, ni kebaba. Kwa hivyo yule ametengenezwa kuna kamwanya kake, na huyu kinono na yeye kamwanya kake. Huyu akikuja ingie kwa kamwanya na yule ingie kwa kamwanya kake, jumba inazibika vizuri. Lakini sasa ukikuja unataka kuziba mpaka unaweka vidole kwa kamwanya huyu, kwa sababu ni mkode, unaweka vidole zako hazitaingia. Bwana Yesu asifiwe sana. Na huko tumeingiza mguu na huko utapasuka, utaisha. You will not be able to succeed. You have killed what God has started. Bwana Yesu asifiwe sana. Si eti Yesu angefanya kazi peke yake, angefanya. Kwa sababu si ni mtoto wa Mungu. Angefanya, lakini alihitaji wanaume 12. Alafu akaona wanaume mpaka hawatoshi, akatafuta kina Martha, akatafuta wale wengine wamsaidie, na walimsaidia kwenye kazi. Bado akaona mpaka Martha hawatoshi, akamwendea nani? Paulo. So learn to walk a walk of a brotherly walk. People will only excel, you will only succeed in life if you walk with others as brothers. If you walk with others and also appreciating them, irrespective of how you think they think, irrespective of how they look at themselves, irrespective of how their status in the society. Their status in the society might be of demeaning, inaweza kuwa ni ndogo, lakini the status in heaven ni kubwa. Mtu anaitwa Gideon, he was just but a person, a just ordinary person. But when God came to his life and mwambia, you man of valor. Maana alikuwa amemwambia, mimi kwetu I am the least in our family, and our clan is the least. How will we be able to win this battle? God called him, wewe, what call him more? Wacha ujinga hiyo na kuwaka nayo. You are a man of valor. That is how we know you in heaven. So umeweza kuwa kicheza, unacheza haka unasema ni kamama kanakujaga. Kumbe kule biguni ni kimama. Kinajulikana, kiko na jina kubwa. Lakini hapo naonanga kamama. So don't ignore your brother. Don't make decisions alone. Don't make things and walk because you are a committee. No. Yes, you are a committee. Do some consultations. Enda kwa hao because you are a committee of an organization. So in that organization you have members. Go to them, consult them. Mnaonaje tukipaga hivi? Mnaonaje tukifanya hii? Mnaonaje seek? Na wao wana feel we are a part of this move. And wakifeel, kila mtu akifeel we are a part of the move, kila mtu utakuta anafanya kazi voluntarily. The life will not be expensive. It will be so cheap. Running this church itakuwa so simple and so cheap that because everybody, wewe ambao ulikuwa unatumia nini pesa, unakuta pesa itumiki tena. Mule mtu ulikuwa unalipa Lilian atakuja afanya sasa because she's part of the decision making, unakuta amejitolea. Bwana Yesu asifiwe sana. Because Nancy is part of the organization, unakuta amejitolea, anafanya kitu. Bwana Yesu asifiwe sana. That is how you make your life simple. Even at home, kwa wale ambao tumeolewa na wale ambao tumeoana, if you make it a participatory thing where you participate with your husband, you agree and also you involve your children if they are grown-ups, utakuta whatever you are doing is very simple. Inafanyika kwa urahisi. Unakuta mpaka msee ashafanya. Unakuta msee unajua wazee kama sisi wengine hatuwezi ingia jikoni, wale wako na mabibi na wale ambao wamekuwa wakiwa agekoyo kabisa, hatuwezi ingia jikoni. Lakini ukiniparticipate, tunaparticipate, tunaongea, tunafanya vitu. Utakuta hata nimenoti umechelewa na unafika saa 11, utakuta nimekatakata kitunguu, nimekatakata nyanya, nimekatakata, nimeprepare. Sasa wewe ndio hata nimekupigia simu, nimekuuliza umode turari yake, unasema tokule gadeli na kanyama, unakuta kameko kwa friji nishakatoa, sasa wewe wako utakuja tu nikufanya nini? It will be simple.
Lakini if I am the boss of the house, nakohorea kwa mlango pale, baba yako alikuwa nakohoa kwa kiti, tukisikia mkoho kila mtu bedroom. Yesterday you are powerful, today you are not powerful. Yesterday you are making decision, today the one that you are commanding arrogantly, nakuta sasa ndio wanafanya nini? Hey, always learn to live together, always learn to be as brothers. Sometimes ni unaonaga vitu nyingi na waachiaga, na alafu mkikuja kuniuliza na kuambia siutumie akili yako, because nimerealize you don't like consulting others. Unataka ukuje mniulize ndio uende uambie apostle amesema. Apostle ni yeah, ukikuja kwa kile kwa bieda utumie akili, because ninakutuma uende uulize vipi. Na wewe ukikuja kwa kunakwambia tumia kamera yako, because nataka uende uulize nani? Huyu uconsult pia, because we are all brothers, we are all sisters, we are a team. For us to succeed here, it is a team. We have been given a city of Nairobi. Sisi ndio tuko na kifunguo ya city, lakini tutakuwa stagnated as long as mtakosa kufanya nini? Kutumia akili mzuri. Na kutumia akili mzuri, consult her. Na ukitoka huko enda kwa huyu, ukitoka huko enda kwa yule, muulize tu, hapa unaonaje? Hapa tunataka kufanya ABCD. Hata kama unajua, muulize tu ndio afeel, asikie this thing I'm part of it. That is how to build a formidable force that will conquer and win the battle. Remember tomorrow you need that person you ignored. Remember tomorrow you need that brother. You need that brother you abused. You need that sister. Unamuona ni kama takataka. Utamuhitaji. Na utamuhitaji when it is very critical. Utamuhitaji when it's very critical. Don't burn bridges. Build bridges. Bwana Yesu asifiwe sana. Uwakumbushe ndugu mambo haya. Na ndio na mimi nawakumbusha leo. Haya maneno mnafanya sasa hivi, kesho ni historia. We are writing history. You will be remembered because of what you are. Don't stagnate. Don't come here. Get good, delicious food, but unaenda kuwa stagnated. No. Hatunasemaga sisi ndio tulianzisha synagogue. We don't burn bridges. We build them. You don't burn. Hata kama nimekukosea nasi, no guhitirie tondu mundu, but don't burn the bridge. Reke thondeka ndaraca iyo, horeria marakara ndakurakaria, horeria tu, horera chumbi ikuruke, cukari ikuruke, na igata riothe rikuruke thi, rikuruka thi, munju wa kiria mai mahigire munju ucoke thi, ukewitwaranirie njire hai niki kadakurakaritie tu ugathondeka wena onako ni wena right, ugathondeka wena ki wena mahitia kadakurakari nili kukosea aje. Kwa nini sio tusameane tu? Ukiniambia hivyo umenipiga, because mimi najua ni mimi nilikukosea. Umeniwekelea makaa wapi? Kwa kichwa. Sasa nitakwambia anyway, tuache hiyo story tu, kwa sababu sisi wote we are sinners. Sasa nimeweza kujisema sisi wote we are nini? We are sinners. Lakini kwa sababu ego yangu haitanikubalisha immediately ni kwenda chini, next time sitakukosea, maana ile approach umekuja nayo imenimaliza. Because when you go to a person in a remorseful way, unamaliza mtu. So it is very important for us to know, bali hadithi za kale zisizokuwa na dini uzikatae, nawe ujizoeze kupata utauwa. Bwana Yesu asifiwe. Learn to be what? Leo nikusomea na Kiingereza bwana, hiyo imewachanganya kabisa. Utauwa. Sasa utaanza kwenda kuua watu. Tuko verse ngapi? Verse 7. Inasema hivi na Kiingereza. Have nothing to do with irrelevance. Don't be irrelevant. Try to be relevant in every situation. Try to position yourself. God is blessing you. God is giving us another chance. God is a God of another chance. God is another God of blessing. Today you don't have, tomorrow you'll be having. Bwana Yesu asifiwe sana. Today you be lacking, but tomorrow you'll be in position. Kokoro mmoja ati ni wadhiri teno nena dirodi nena higa nyumba. It does not mean kesho hautajenga ploti yako. No. Ni Mungu anakukumbusha na wikalia huko mono. Get your plot. Go and build. Hata kama ni kanyumba kama bati, nenda huko.
Namuuliza plot iko kwa shamba ni yangu, Mungu anasema shamba ni yangu. Just ask me. Ask whatever you want, I'll give it to you. Bwana Yesu asifiwe sana. So the small challenges that we are making, that we are having in our life, does not confine you into situation that you cannot be able to be called a son or a daughter of God. So learn to build bridges. Learn to build honesty. Learn to build sincerity. Learn to be there for others. Learn to walk with others irrespective of the challenge that is around you. Irrespective of the class. Irrespective of a situation that you are in. Kubali, nyenyekea. Wenyihie. Kubali kunyenyekea. Kubali kuwa mdogo always. Wacha wengine wakuwe wakubwa wako. Kubali to consult. Don't do things just because you want to do them. No. And because you are in the position of power. No. Just consult. Unajua, yes, I know. But I need to consult. Maana mazoezi ya viungo vya mwili yana manufaa kidogo. Lakini utaua una manufaa ya kila aina. Yaani, unayo ahadi ya uzima wa sasa na ya ule utakao kuwa baadaye. When you are relevant in situation. Usikuwe mtu wa kidini. Yaani hivi, apostle hayuko, apostle hajasema, apostle hajaomba, lazima apostle aombee chakula. Sasa apostle na chakula itakujia wapi? We are all men and women of God, all of us. Yeah, you can take charge. Hata kesho wakati nikichelewa kufika kanisani, chukua microphone, preach the word of God. All what you need to understand the how do we preach, our formula, because we have our culture. Every place, every family has a culture, and when you have a culture, understand the culture ya hapa. Kama tunahubiri, kuna ile segment Mungu kastahili kale Mungu ametupatia kakuhubiri. Hata wewe jifundishe. Ukienda kwa watu wa Harrison Ng'ang'a, utaona mtu yote wa Harrison Ng'ang'a akishika microphone, utafikiria ni Harrison Ng'ang'a anaongea. Bana, kuna culture, kuna bego imepandwa ndani yao. Nenda kwa matuta hapa chini, ukute watu wa matuta wote. Watu wa matuta ni watu wa kupigana na nini? Na mapepo. Ukienda kwa Waislamu utakuta muadhini wote, Allahu Akbar, unasikia sauti ni gani? Ni moja. Kwa sababu kuna the culture, kuna mbegu iliyopandika, and that is how you know you have become a son. That is how you know you have become, because nyinyi baba muna behave. Tukilete baba yenu hapa, tumwekelee hapa, uangalie mitugo yako, karakta yako, wewe na baba yako kitu moja. Na anaweza kuwa hayuko, lakini kuna mbegu alifanya nini? Aliweka. And this is what we make organizations to succeed. If you go to the bodies like the police wanapigaga saluti. Muulize, anapigaga saluti kwa nini? Alikuta kipiko, anafanya hep ukimuuliza hep ni nini, hajui. Yeye anasikia unaona watu wote wamebehave hivyo tu. Hiyo anasema wanajua hiyo ni language, na hiyo language ameiunderstand. Anasema turn left and then quick back. Unaona kila mtu ana quick back because it is a culture. Bwana Yesu asifiwe sana. Wanafanyanga hawa APC, unaona wanafanyanga silent drill. Unaona napeduka. Hakuna mtu anaongea na mwingine because it a culture. Hapa imetengenezeka. Tengenezeni mkuwe na culture yenu. Tabia yenu. Kuongea kwenu, mavazi venye mnavaa. Wacha kuvaa kaguo kengine kamefika hapa, alafu kamekatwa kidogo, kamefika hapa. Na ni mama, na kamekatwa kidogo, alafu kamefika hapa tena, kameongezewa kanyoi, kamepatwa hapa. Sasa unaona hiyo haiki mzuri. Na unakuja kwa apostle, na alafu ukikuja kwa apostle ama ukienda kwa mzee kama huyu, ukienda unaenda kumsafu chai, ukimaliza kumchafu unachukua kikombe, unaenda hivi. Sasa unamwachia nini? Because we don't have a culture. It is not that person is bad. We don't condemn that person. Tukamwacha kama umutusi, hapana. It's because we don't have a culture. We don't have our style. Totili na kama tuko kaitu. Chana cia mucio cihumbaga. Bwana Yesu asifiwe sana. Chana cia mucio cikaraga atia. Chana cia mucio cicamanagia atia. Ciiranaga atia.
Because you don't have a culture, mwanao yegoka na kwao, uyoke na kwao, uyoke na kwao. Na huwezi bana, huyo mwenye amekata hapa, kule ametoka, hiyo ndio culture. Na kwa sababu hapa ameingia hakuna culture, atakaa kama nani? Kama kwao. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio unakuta sasa hii boma haina mzee, haina baba. Na boma haina baba, utakuta kila mtu amekuja na style zake, kila mtu amekuja na mafundisho yake. Unakuta mimi ninahubiri hivi, unakuta Daudi anahubiri hivi, unakuta huyu anahubiri hivi, unakuta Kokia anahubiri hivi, unakuta. That is the protocol. You must build the protocol. The protocol makes our organization inakuwa strong. The protocol makes the organization. Tumesema praise and worship team, hivi ndivyo mtakuwa mkikaa, mna dress hivi, mnakaa hivi. That should be a culture. All of us tuna impress. Unaenda kwa watu wanaitwa intercessors, tutakaa hivi. Na wanakuwa hiyo ndio process yao. Pastors na nyinyi tutakuwa tukifanya nini? Hivi, tunakaa hivi. Inakuwa ni ka process kazuri. Bwana Yesu asifiwe sana. Na hiyo ndio kitu ya muhimu sana. Na tukiwa na kitu kama hiyo, utakuta ni neno la kuaminiwa, tena la stahili kukubalika kabisa. Hilo neno linastahili kukubalika as our culture, as our behavior. Bwana Yesu asifiwe sana. As what? As our behavior, as our culture. Juzi tu nimeona wakati tumekuwa na hawa watu wa intercessor, hawa wazee na hawa youth, unakuta kuna watu walikuwa nakuja wananiambia, mimi sasa nitakuwa nikinunua nini? Maziwa. Mimi nitakuwa nikinunua nini? Masukari. Mimi nitakuwa nikinunua nini? Hivi. Kumbe kuna Mungu ameanza kuprepare watu. Nao itasesa hawa wakiwa pale wakaanza kusema ya kwamba siku hizi we are not treated venye tulikuwa tunatreatiwa na apostle. Sasa tunataka mtu ambaye atatutreat vizuri, maana hatupatiagwi pesa, maana hatupatiwi. Mungu already is sorting your problem, but you have started complaining. Mungu anakuvuja, anaharibiki hiyo kitu yako yote. Bwana Yesu asifiwe sana. And that is why organizations are failed. Sit down. God is seeing you. Mungu anakuona ile kitu unafanya. Mungu is watching. Hata saa hii wewe ni pastor, toke hapa uende ukute nyumba yako imefugwa na unafanya hapa na umetoka kuhubiri. Don't worry, God is watching. Yeah, it is today you are crying, tomorrow you will be happy. Bwana Yesu asifiwe sana. And that is what makes organizations grow. Sit down. Bwana, ni Mungu alikuita. Leo tunaweza kukosa chakula, lakini kesho hatutakosa. Tutaenda kwa Mungu. Labda Mungu alikuwa anataka leo tu fast, na kwa sababu hatutaki, we are so busy, we don't listen to God. That is why we are not able to fast. That is why we are not able to listen to God, to hear that God had instructed us to fast. But what happened? Tulikuwa busy na masimu, busy na masengenyo, busy tukipigana, busy tukirukaruka, busy tukifanya nini? Mungu akatusugumusia, hatukusikia. Sasa wakati alikuwa amesema made mfast, made utakuta gasi hakuna, made utakuta maziwa hakuna, kila kitu, na apostle amechelewa kukuja, na apostle ndio anabebaka pesa. Sasa mtabidi mfast. Sasa mkifast mnasema, yani nyobenori derora gadu katasiakai. Neke ni imagine kumara ushine tutire turekera ona tomae tuhiyo wekera kanwa. Apostle kadikeria kaigwa terere, utuwekire matikarie tondu ni meretwo madeni yako hi. So kwa sababu hamukufuga, Mungu akawafu. So some problems and challenges you are facing, ask God, are you in this? Iyo kanyumba kako kamefugwa, ask God na say, could you be this? Could you be the one speaking to my caretaker? Waje kuona tu shetani ate gomani anyarirete apostle, shetani amenipiga. Hapana. In every challenge, ask God, could you be here? No ukoro weku, no ukoro ni urarire na caretaker rahinga nyumba. Mungu utasikia kumwambia ni mimi, caretaker is my representative here now. Sasa si umuulize, kwani ni nini baba nimefanya? Atakwambia nilikwambia uende mlima siku 7, haukwenda. Nilikwambia unyenyekee, haukunyenyekea. Nilikwambia ufanye hii, haukufanya hivi. So ninakunyenyekea na inafugwa. Nani nyumba inafuka kwa nini? Wakati kesho ndio watoto wanatoka nyumbani shule, ndio wanafuga kesho. Na inafugwa leo jioni, ama inafugwa asubuhi ukitoka saa ile umeenda kuchukua watoto. Mkikuja mnakuta kufuri 2 kwanza kubwa, si za tray sako, zile zingine zinakaa hivi.
So in every aspect, take goma in anything, in the challenges you are going through, in the problems you are going through. Don't always see the devil. See God in that. Could God be speaking? Could God be saying something? Could God be in this so that something is happening? Because God can delay you. Mungu anaweza kuja, umekuja Ngong Road, mmekuja, unasikia kwa unakoka gari ya mtu kwa. Kumbe hapa kulikuwa na maadui walikuwa wamekugojea. Sasa hapo na shida, oh my God, oh my God, oh my God, oh my God, oh my God. Look at this devil. Hey, devil, what are you doing now? What are you devil? Come on. Oh my God, oh my God. Oh. Kumbe God is just holding you for some few minutes because there is an enemy waiting for you somewhere. Then where that guy come? Okay, no imagine you you dey go akura iguru. Imagine ko kinu eta guy goma. Oyo ni atire guy goma. Taru ha kan dey do the twetire guy goma omodo. Guy avira gatia. How does God feel when everybody is a devil? Everything is a devil. No, ask yourself, could you be in this place? Hiyo umekosa, hiyo rent imekosa, hiyo salary imekosa, hiyo tu pesa tulikuwa tunakuja every weekend ulikuwa unapataga 5,000 zimekatika, hata 500 inakosekana. Unakuta the much you are getting ni ka 50. Gijoka, I refuse. The devil is a liar. It is not the devil. It is God who has stopped you for a bit because he want to talk to you. Todo wewe nakuwa kiherehere, usikiagi, utakaki kusikiliza kiherehere, mara unaenda hivi, mara uko hivi, mara uko. Ndio uliona niliplan deliberately to rescue my brother pale. We don't have time to listen to God. Ukiomba maombi, wacha kuomba maombi ati non stop 7 days. No. Omba siku 2 ama siku 1, tulia siku 2 bila kuomba. Nenda chukua kitabu, ka notebook na kalamu. Nenda kwa kakona peke yako. Switch off phone kabisa. Nenda kwa kakona. Sikiliza Mungu akiongea. Utakuta na kuongelesha, unaandika. Usigoje ati mimi ndio Bwana Mungu wako na nimekuja kusungumuza. No, you will not hear this until you go in isolation, in meditation. That is where he's going to speak to you. Mwenelewa? So nikikupiga stop, nimeona you are losing the track. I want to hear Mungu yako irate. I want to hear from this church, everybody, God speaking to you. Tiuka goko mami twate mutide murarage hari o muthenya aca kwe kahinda ga guthikiriria Ngai. Thikiriria Ngai thiko igire, hoya thiko imwe thiko igire thikiriria. Tondu ono utanahingura kanua gaku Ngai ni oe kire urenda. Bwana Yesu asifiwe sana. Hata kabla kufungua mdomo tu, God knows what you want. If you have time, domereri. The reason mliitwa mkuje ndio mtupatie domereri. Na domereri haizi kuja kwa ati tutida turaire mahoya. Hoyete mathaa 8 tutinani stop. Tacoka twera mahoya kuma uno tumae tunyuire twahoya mathaa 12 non stop. No, tuguthio magana thiomi tukwaragia na language itekatagose mathaa 8. Tacoka tuma hau tunyua gikombe kia mai ningi twaingira mange 8. Wewe ni kama urarutira wira. Hatire mahoya wena muhau. Gia na time yako igwa kiu wa mwira ri ka chini, sikiliza, wachukua kalamu. Ukaona mtu ni intercessor na hana kitabu na hana kalamu, weka hair close. Hakuna intercessor hapo, hakuna. Doka na henyo ni mundu ni intercessor no ndari ifuku na ndari kalamu ya kwandika kada kiaragerio daragerio. Lazima ukwe kuna ulizungumziwa nini? Na huwezi kuzungumziwa maneno yote uweke hapa, andika. Mimi niko na vitabu bado nimeandika vitu mingi. Kwenda mahali kwa kakona kama pale, unalala, unasikiliza Mungu akikwambia, unaandika. Unalala, unaandika. Sio kukuja kulala hapa. Hapa hakuna hapa tunakujaga just wakati tuko na ibada. Hapa tunakuja kwa wakati ibada. Lakini much of the thing ni zile umelala ukifanya ama mchana. Kuja kulala hapa wengine naonaka wanakujaga wanalala pale ati karibu na ile kiti ni bao. Ile hapa ni bao, hiyo ni mkeka. Wacha kulala hapo ati ndio. Haina. Afana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa maana twajitaabisha na kujitahidi kwa kusudi hili,
kwa sababu tunamtumainia Mungu aliye hai, aliye mwokozi wa watu wote, hasa wale waaminio. That is why we are there. Bwana Yesu asifiwe sana. Because of those that believe in him. Wacha nikusomee na Kisugu. Inaona watu wengine kama pale naona naangalia na shidwa hii Kiswahili. Huyu mzee alitoa Kiswahili kama hiki. 4 verse 10. For to this end we toil and strive. We toil and strive. Because we have our hope set on the living God. Our hope, the entire hope, is set on who? The living God. And therefore, who is the Savior of all people, especially of those who believe. So we are toiling and we are striving. Make it work. Mwambie mwenzako make it work. Na mwambie kutoka leo we build our culture. Yeah, tujenge mutugo yitu. Tuitagwo ici nĩ ciana cia synagogue. Bwana Yesu asifiwe sana. Build a culture of love. Build a culture of sharing. Build a culture of caring. Build a culture of looking at this is my sister. This is my brother. This is a person I love. Bwana Yesu asifiwe sana. Tukimpatia huyu microphone atuhubirie hapa, you feel yes. Oh yes. Hata ukiwa hapo kwa maombi nasema oh, this is a prayer answer. Ugathiomera na kuu thiini tukareke tumenya ni urathioma ugathiomera na kuu thiini ni gukena ni kuona tiriri at least one of us has been lifted. Bwana Yesu asifiwe sana. Yes, learn to appreciate God when he's lifting you, when he's lifting your sister, because when one of you is lifted, another one will be lifted. Bwana Yesu. Lakini tukikuwa sisi hapa sisi zote we are not lifted, we are there. Na mkiona huyu ameinuka ameshika na amehubiri, unasikia huyu sasa anasema na Lilian leo amehubiri vizuri. Huyu saa hiyo shetani nyoka inaingia kwake atolilia. Nataka hujera. Udurokire haha just the other day. Nataka utwira atia. Hiyo ni spirit ya divination. Sasa huyu nyoka inaingia ndani, sasa nyoka inaanza kuoperate kumruhusia nini? Mate. The next time unasikia Lilian alianza kuonjeka mgongo, siku hizi hata anaenda kaji. Ama kuja kwenye kwa kiosha tukawa nyokide. So you are, because you are built the spirit of the devil in us. But when we can live godly, walk godly, caring and loving for each other, we shall grow together. There is nothing as powerful as growing together. Bwana Yesu asifiwe sana. For that matter, mambo haya uyaagize na kuyafundisha. Mambo haya nifanye nini? Niyaagize na niyafundishe. Nimefanya ama sikufanya? Basi simuamuke tukule sakramenti. Kanisa la Crusaders for Christ chini ya Apostle Ndura wa Ruinge iliyopo jijini Nairobi wanakukaribisha kwenye ibada mbalimbali. Siku ya Jumatatu ni siku ya maombi hapa kanisani kuanzia mida ya saa 3 asubuhi hadi saa 11 jioni, na siku ya Jumanne imetengwa kwa ajili ya kuonana na Apostle moja kwa moja kuanzia mida ya saa 3 asubuhi hadi saa 11 jioni, na siku ya Jumatano ni siku ya ibada ya ukombozi kuanzia saa 5 asubuhi hadi saa 9 mchana. Siku ya Alhamisi ni siku ya kuonana na Apostle moja kwa moja kuanzia mida ya saa 3 asubuhi hadi saa 11 jioni, na siku ya Ijumaa ni siku ya maombezi hapa kanisani kuanzia saa 3 asubuhi hadi saa 11 jioni. Siku ya Jumamosi kikundi cha ibada na sifa wanakutana kwa ajili ya maombi na maandalizi ya ibada za Jumapili. Siku ya Jumapili ibada ya kwanza inaanza saa 1 asubuhi hadi saa 2 kamili asubuhi, na ibada ya pili inaanza saa 2 kamili hadi saa 4 asubuhi, na ibada ya tatu inaanza saa 4 asubuhi hadi saa 7:30 mchana. Kisha ibada ya ukombozi inaanza saa 9 mchana hadi saa 11 jioni. Vile vile unaweza fuatilia ibada zetu kupitia YouTube channel Bethel Clouds TV, vile vile kwenye ukurasa wetu wa Facebook The Synagogue.
Kwa mawasiliano zaidi piga nambari ifuatayo 0722239555 au kwa lugha ya Kiingereza 0722239555. Kumbuka tunapatikana jijini Nairobi, Covey Plaza, meza 9 floor, mkabala na kituo cha mabasi cha Easy Coach, Haile Selassie Avenue. Mungu akubariki unapojiandaa kuabudu nasi.